Na mtazamaji, wameishi kwa woga kwa miaka na mikaka katika shamba la ekari 15,000 lililokuwa linamilikiwa na mfanyabiashara na aliyekuwa mbunge wa Taita Basil Criticals. Hata hivyo, matumaini yao ya kutaka kupewa makazi kwenye ardhi hiyo yanazidi kufifia kila kukicha, huku wakivumilia kwa jina likitolewa kwa jina la maskota na sasa wanaitwa wavamizi. Mwanahabari wetu kutoka Pwani Francis Mtalaki amerudi kutoka Taita Taveta na sasa anaarifu. Macho tunafika mjini Taveta, kaunti ya Taita Taveta. Wafanyi biashara wakazi wanaendeleza biashara zao. Kilimanjaro iko hapa, maji yote yako huku sio. Tunapiga masafa hadi kijiji cha Uzunguni, kilomita 5 hivi kutoka Taveta mjini. Wachungaji na wakazi wapo mbioni kutafuta mtaji na pato la siku. Lakini tunapofika kwa boma lake Marisela Nyakundi, nyuso zenye huzuni na uoga na mshtuko zinatukaribisha. Mimi kwa kweli nimeona hii gari. Na kwa sababu watu hao wanakuwa na mambo magumu na vyombo vikali, mpaka nimeshtuka. Kaambia mume wangu, leo tuko wawili hapa, hatujui Mungu na sisi. Hatujui ni akina nani wanakuja. Mpaka nilipomuona huyu kijana ndio kuna mtu pale namuona chicho. Basi hapo roho ikatulia, ngambia mume wangu tulia. Hawa si wabaya pengine, lakini kama ametugeuka basi shara tumuombe Mungu rehema aturehemu. Hapa maisha ni ya uoga, na hasa kwa wengi waliokuwa nao kuanzia mwaka 2012 waliposhuhudia vurugu la kufurushwa kwa maskota shambani. Nyumba ziliteketezwa na wengine kupoteza maisha. Wapendwa, ilikuwa ni kitu kigumu. Unajaribu kumuita Mungu, naona Mungu amekukimbia, kwa sababu tuliona nguo tulizokuwa nazo ndogo sikichomeka ndani, sikamalizika kabisa. Vijana wanakuja wanashika nyumba, hata ukiwaambia jamani wacha nitoe hata mahindi, kuna kitu tunaita gorogoro. Gorogoro moja tu nipatie watoto, hiyo una nafasi. Labda ufie ndani kwa moto. Lakini vyote vikaungua vyote kabisa. Wenzetu waliokuwa wanalima mashambani wakashikwa. Wakaambiwa nyinyi mna trespass. Sasa tukauliza, ili neno trespass kwa wasomi watueleze trespass maana nini? Ndio nilisikia msomi akisema tunastakiwa trespass. Je, trespass tuna trespass kwa mashamba yetu wenyewe ama tume trespass kwa shamba la nani? Maana hili shamba lilikuwa la Criticals, kausia serikali. Tuna trespass kwa serikali maana hatuko kwa mtu. People who claim that they don't have title deed, either because they have not had the opportunity to go and pick their title from the land registry. Yeah. Others, we are aware. There are people who are incited by others for their own interest. They were told the title deeds are fake. So they tore the title deed. Some of them banned the title deed. Some of them mutilated the title deeds. Now they come back to government and say, I don't have a title deed. They are also to blame. Agnes Mwamburi ni skota vilevile angalia na kumbuka masaibu wanayopitia. Si hayo tu, maafisa wa polisi wanadaiwa kukodolea macho matukio haya bila ya kufanya lolote, ila naibu kamishna wa polisi eneo la Taveta Stanley Kamande anakana madai hayo. Tukashangaa kuona vijana wanasimama na polisi wanatoa kuku zikiwa ndani ya gala, wanazitupa ndani ya moto. Kuku ikiwa nzima hivyo na manyoa inatupwa ndani ya moto, na kijana anachukua hiyo kuku anakula hivyo na manyoa yake. Polisi akiwa amesimama hapo. Tuliona wamama wakivunjwa mikono. Unaona, wamama wanavunjwa mikono. Tuliona mambo makubwa. Tuliona mbuzi ikiwa kwa kamba ikikatwa kabisa, ikiwa hai. Mbuzi inakatwa kabisa, mmoja anachukua mkono huu wa nyama, mwingine anachukua mkono huu wa nyama. If we receive orders from the court, we shall implement them to the letter, because you are law abiding. If we don't implement them, then we shall return them to the court for review. Serikali haifai hata siku moja kushindana na wananchi kuvunja sheria. When there are orders of the court, ni jukumu la serikali kuensure hizo orders zinakuwa enforced. Lakini in Taveta kuna watu ambao wanahakikisha, hata kama ni viongozi wa serikali, hata kama ni maaskari na kadhalika, kufanya bidii kuhakikisha kwamba wale maskini ambao wana kesi kotini na orders mwalinda wananyanyasika, which is not the right thing to do. Nawaambia mimi mwenyewe nilishuhudia mwanaume akiwa uchi na ameungua mwili mzima. Sikuamini.
Nilimuuliza, je, Rasta, my brother, huko? Akaniambia, my sister, niko, lakini don't worry. Mtu huyu hakuongea tena. Historia ya umiliki wa ardhi hii ni kuwa mfanyabiashara na aliyekuwa mbunge wakati mmoja Basil Criticals ndiye alimiliki ardhi hii kabla ya kununuliwa na serikali nyakati za Rais Mwai Kibaki. Hapa walidhani kuwa sasa ni wa Kenya na tatizo la kuitwa maskota litazikwa kwenye kaburi la sahau, lakini hilo bado kutimia. Kijana alikuwa na simu hizi unazita sijui touch. Alikuwa anaangalia vile anachukua yani zile picha. Kijana aliitwa. Na alivyoitwa askari alitaka ile simu. Kijana akangania nini? Ile simu. Askari alimpiga na hii na ya bunduki huku nyuma huku. Akampiga na akampiga ngwala. Kijana akaanguka. Alikuwa ni mwembamba tu kama alikuwa hana nguvu vile. Chini kijana chini. Kijana alivyoanguka, vijana walimzunguka tukiona na macho, vijana mbele ya askari, maskari karibu 100. Vijana walimkatakata yule kijana, walimkata kifua KSMC, kijana tu akafa. Askari kabisa ambapo tunamjua kabisa. Na tumeenda polisi kupiga ripoti tukafanya kufukuzwa. Some people, in the meantime have been selling their portions of land. Yeah? Either with the consent of the land board or through Kenyenji, an agreement at the local level. Tuliposikia serikali imenunua, hakika tulitamani na sisi tuone ule uzuri wa kukaa kuitwa wa Kenya. Watu wanasema ate furahia kuitwa Mkenya, basi tukajua tutafurahia kuitwa Mkenya, wa Kenya. Lakini kwa ajabu ni kwamba hatukuweza kuitwa wa Kenya sisi. Bali kuna jina sasa tumepewa libaya la kutusikitisha kwamba wafamishi. Wanafamia nani? Tukauliza tulifamia nani? Tulifamia Criticals, mzungu. Akatukimbiza, akatufunga. Leo serikali imetununulia tena tumekuwa wafamisi. Kwa kweli tunasikia uchungu mno. Mioyo yetu imedhaharuki. Inasapotiwa na serikali kijana ambapo unamjua, kijana ambapo ama ni mtu ambapo ni rika lako, anakuja, anakutukana, anakwambia mambo ya dhiaka, bado atakupiga na atakufanya nini? Ukitoka hapo ukienda polisi, uombe ile OB namba, haupewi, polisi ndio wa kwanza kukufukuza. Kitongojini Uzunguni hapa, endapo utafika kwa mara ya kwanza, basi wakazi wanakuangalia kwa jicho la pili. Hili ni kutokana na matukio ya hapo awali. Si hayo tu, katika boma la familia yake mzee Joshua Mnyama Ngenya, wakati serikali ilitangaza kununuliwa kwa ardhi, alikusanya kibaba alichokuwa nacho na kununua ekari 40. Wakati huo akiwa na familia changa, alipanga yeye na familia yake wataishi hapa katika kipande hicho, na stakabadhi hizi zinaonyesha malipo kupitia benki. Unaona vile ilivyo, si photocopy. Ni fotokopi ya benki. Na kuanza kumiliki ardhi hii, lakini kupitia hati miliki zilizotolewa hivi karibuni, kuna mkanganyiko. Hapa kwenye hizi nyumba wamenipatia, ila kuanzia mahali hapa hivi wananiambia ni stadium. Ardhi yake mzee imekuwa sasa chini ya mwanawe. Swali wanalojiuliza sasa, ila mimi nina title deed moja ambayo nimeonyeshwa mahali mzee wangu anaishi, ambayo ni namba 1249. Sasa ninashangaa sehemu nyingine napewa watu, alafu mimi napelekwa mahali babangu anaishi, na maana wanataka nipate ugomvi na familia. When the lease for Basil Criticals expired, 99 years, when they expired, if he had sold the land to you 5 years to the expiry of the lease, you buy the land subject to the terms of the previous lease terms. Mimi ninashangaa sana kwa sababu mimi nimezaliwa hapa, nimezalia watoto wangu hapa, na wenye kupewa hapa ni watu wengine wamefanya kuja. Kwani huko walikotoka wao nimeenda kuwanyang'anya. Mimi ninashangaa na hiyo serikali ni ya wapi? Aliyepumzishwa hapa ni msichana wake, kakake marehemu na familia kwa ujumla. Wanashangazwa na hati miliki inayodaiwa kuwa alikolala marehemu sio yake, tofauti ambayo inazidisha utata huu. Hapa hakuna haki litendeka, na tunashangaa pia kwenye shamba la huyu marehemu pia kuna watu pia wamemwaga mawe, wanasema ni kwao, walipewa title deed ambaye kaburi lake ndilo hili hapa. If someone says he was given a title away from the portion of land which is currently occupying, we want to go to the ground and see actually whether that is the truth, because it has not been done, it has not been verified.
If someone says that he is a resident, he's a genuine squatter, but he was not offered land, there are people who know the history of the area. They are neighbors, they are village elders. Vuta ni kuvute, lawama baada ya lawama, kila mmoja akimnyoshia mwenzake kidole cha lawama. Barabara ya zamani ya Taita ilikuwa iko namna hiyo. Kilitufanya kufunga safari tukimtafuta Basil Criticals katika senyenge hii ya umeme, ndipo anakoishi nyumba yake ya kifahari iliyoko kwa umbali, ndio makao makuu yake. Lakini kuingia humu ndani na barabara ilikuwa changamoto. Tukafanikiwa kufika kwenye lango. Bawabu akatukaribisha na kutaka kufahamu tuendako, nia yetu ni nini. Tulipomfahamisha, akaongea kwa simu, pengine akiwasiliana na wakuu wake. Wanasema wanataka mheshimiwa manager. Hado. Kwa dakika 20 na zaidi tulizokaa hapa, jibu tulilopokea ni kuwa Basil Criticals hayumo, hajulikani alikokwenda, jambo ambalo linaelezea uzito wa utata unapotaka kukutana naye, hasa kuhusu swala la ardhi. Je, suluhu huenda ni nini? Sisi ni wa Kenya. Tumesaliwa Kenya. Cha ujungu mimi nikijasa kitu changu cha kinahusu serikali, kuna mahali wananiuliza, ambia jina lako, nasema mimi ni Mkenya kwa kuzaliwa. Kwa nini niseme Mkenya kwa kuzaliwa? Arabu ingefika naambiwa wewe si Mkenya. Haufai kupata kitu cha Kenya. Mheshimiwa Uhuru, jamani, pia sisi ni wanadamu. Sisi ni wa Kenya. Sisi ni walipa kodi jamani. Sisi tunalipa ushuru, sisi ni wa Kenya jamani. Atuambie kama hii Taveta kama si Kenya. Hiyo ndio atuambie kabisa, kwa sababu zulma ambayo tumeona hapa. Kama sisi wa Kenya, Uhuru atuambie. Turudishe vitambulisho, twende katika ile nchi ambapo tunastahili kukaa. Kabisa tunastahili kukaa. Maana hii Taveta kuna rais wake kama askari kabisa. Kenya polisi atapita na gari akwambie tutawakusanya nyote tuwatupe Ruvu. Na hiyo ni askari kabisa. Tutawakusanya na gari tuwatupe Ruvu. Unaona? Askari huyo anakuambia kitu kama hicho. Inasikitisha. Tunaomba Uhuru aingilie hii mambo ya hii shamba. Maana hii si foresti. Hii si eti utasema eti tumenunua kujenga mahali kwa barabara. Hii shamba si eti tumeenda kujenga mahali kuna posta ama kuna miradi ya serikali. Hii ni shamba ambapo ilinunuliwa squatter. Na Nio Kibaki alinunua shamba hii kwa sababu gani? Ya squatter. Kwa sababu ya mtu mnyonge kama mimi. Leo hii shamba imegeuka imekuwa ni matajiri. Leo hii shamba imegeuka ni kina Sainari. Leo hii shamba imegeuka na kina Matayo wanakuja kutunyanyasa hapa ndani. Leo hii shamba imekuwa ni ya watu kutoka wengine mpaka wametoka Dar es Salaam. Kweli kabisa, kweli hii ni haki. Jamani Uhuru, tunakulilia mali ulipo jamani. Kama unapambana na mambo ya ufisadi jamani, jaribu kuangalia tu hii shamba. Jaribu tu kuangalia jamani hii shamba. Tunakufa hapa ndani ya hii shamba tunaisha. Kama sivyo tuambiwe kama Taveta ni Tanzania na rais wake. Kwa sababu tunaona Taveta ina rais wake. Maana tushaona mheshimiwa fulani akisema kwa mkutano akimwambia DC, akimwambia usipo kubali yale ambayo anakaye kuambia nitakupiga transfer ama ukose kazi. Maskota hawa sasa wanaelekeza kilio chao kwa Rais Uhuru Kenyatta, wanayemtaka kuangalia kwa jicho la rehema na kutatua tatizo la uskota shambani humu. Francis Mtalaki, KTN News. Taveta, Taita Taveta. Natumai kwamba kilio cha wale maskota kimeweza kusikika na mamlaka husika waweze kuingilia kati na kuweza kuwapa haki.